Mwaka 1920 Albert Einstein, huyu mtaalamu wa masuala ya hesabu, huyu aliyefumbua masuala ya hisabati na physics, aliulizwa hivi, ni mtu gani ama ni nani ambaye ni mtu smart umewahi kukutana naye kwenye maisha yako? Akasema mtu smart ambaye nimewahi kukutana naye kwenye maisha yangu yote hapa duniani ni dereva wangu. Watu wakashtuka, dereva wako anakuwaje mtu smart ama mtu mwenye akili nyingi uliyewahi kukutana naye kwenye maisha yako? Albert Einstein akajibu akasema, dereva wangu ni mtu ambaye nimesafiri naye kote niliko kwenda duniani. Siku moja tulivyokuwa tunaenda kwenye lecture sehemu fulani kufundisha, kipindi kwa njiani nikajisikia naumwa sana. Akamwambia dereva wake, I think inabidi tuahirishe hii lecture ambayo naenda kuifanya. Dereva wake akamwambia, no, usicancel, mimi nitakwenda kufundisha. Akamwambia, nimezunguka na wewe siku zote kwenye safari zako za kwenda kufundisha, nimeweza kuhudhuria zaidi ya lecture 300. So Albert aliposikia akawa ameshangaza na kustaajabu. Kipindi amepiga butwaa pale, akamwambia okay, walichofanya wakabadilishana nguo. Dereva akavaa nguo za Albert Einstein, alafu Albert Einstein akavaa nguo za dereva. Wakafika kwenye event, dereva akatoa speech ile ile kama alivyoisikia mara 300 akitoa Albert Einstein wakati wa event. Event ilivyokamilika, watu wakamuuliza maswali, wakamuuliza swali gumu ambalo asingeweza kulielezea unless angekuwa Albert Einstein. So dereva alichokifanya hakupanic, akamwambia, umeuliza swali zuri sana, lakini umeuliza swali jepesi mno ambalo hata dereva wangu mimi anaweza kulijibu. So alichokifanya akamwambia, dereva wangu, tusaidie kujibu swali hili. Albert Einstein akasimama akajibu swali lile vizuri kiasi kwamba watu wote wakaridhika in a way. Hakuna mtu mwingine tena aliyetamani kuja kuendelea na swali baada ya majibu yale ambayo alikuwa yameexplainiwa vizuri na Albert Einstein akiwa amevaa nguo za dereva. So sometimes kuwa genius sio kuwa na taarifa kamili kuhusiana na industry unaenda kuifanya. Sometimes ni kuweza kuwa na ujasiri wa kutosha, kuweza kusimama na kuweza kugundua ni opportunity gani iliyopo na kuibadilisha kuwa kwa manufaa yako, kisha kutumia watu wanaokuzunguka kuweza kuhakikisha tunapata uvumbuzi wa hiyo jambo. So kwa kusema hivi, iko hivi, sio lazima wewe kuwa mwandishi wa habari kufungua media yako. Sio lazima wewe kuwa fundi engineer kufungua engineering company. Unaweza ukawa umeishia darasa la 7 ukafungua chuo kikuu. Kuingia kwenye industry yoyote ile inahitaji uwezo wako mzuri wa kusimama na kugundua opportunity iliyopo, gap iliyopo, alafu ukatengeneza mazingira ya kutumia watu sahihi watakao kuwa na kuzunguka kusolve tatizo husika. So usije ukakaa hapo unasema mimi siwezi kufungua kampuni fulani kwa sababu mimi sio professional fulani. Kufungua kampuni hatukuulizi swali wewe ni professional gani, wala hatukuulizi popote. Na kama ni huyu mtu na ulikuwa unatamani kufanya biashara fulani na unaogopa kwa sababu sio professional hiyo kitu, comment neno usajili hapo chini, nitakusaidia kusajili kampuni yako immediately.